kamili. Jina langu ni Mary Kilobi Atwoli na mtangazaji wa ishara ni Meresha Owiti. Raisi Kenyatta sasa ametetea hatua yake ya kumteua aliyehudumu kwa wakati mmoja kama makamu wa rais Moody Awouri kama mwanachama wa bodi ya michezo, sanaa na hazina ya maendeleo. Uhuru ambaye amezungumza siku moja baada ya Wakenya kuelekeza ghadhabu zao kwenye mitandao ya kijamii kufuatia uteuzi huu, amesema hiyo ni mojawapo ya njia za kulinda fedha za umma dhidi ya ubadhirifu. Mwanahabari wetu Cecilia Wakesho Madhuva ana taarifa hiyo. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa kwenye mitandao ya kijamii hapo jana baada ya Wakenya kupokea taarifa kwamba aliyekuwa kwa wakati mmoja makamu wa rais nchini Moody Awouri mwenye umri wa miaka 91 ameteuliwa kuwa mwanachama wa bodi ya michezo, sanaa na hazina ya maendeleo. Lakini Rais Uhuru Kenyatta leo hii akawa anajibu kwa waliokosoa msimamo wake. I'm being criticized. I could see yesterday that I'm appointing a 91-year-old to look after the youth sports fund and lakini jameni, let me put yourself in my shoes. Ukiona vile watu wanaiba pesa, and this is money that we went and we passed the other day because we want to see how we can use this money to support us for our health programs, for our sports programs, for our arts programs, and these are programs that will benefit you. Alafu tuseme tupatie kijana, mimi afadhali nikae na huyo mzee bwana achunge hiyo pesa itumike vile inatakikana. Bwana. Yanajiri wakati ambapo idadi kubwa ya vijana wameendelea kuwa walala hoi kutokana na ukosefu wa nafasi za ajira nchini. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2018 kuhusiana na ujuzi wa kazi iliyotolewa na shirikisho la waajiri nchini, asilimia 39 ya Wakenya waliofuzu na shahada ya degree wanafanya kazi kama makarani, asilimia 30 kama makatibu, huku asilimia 20 wakiajiriwa kuwa maafisa wa kupokea wageni na asilimia 9 wafanyakazi wa vibarua. Aidha, ripoti hiyo inaashiria kwamba asilimia 36 ya watu waliofuzu na shahada ya uzamili au masters wako kwenye nafasi zinazonuiwa kufanywa na watu walio na shahada ya degree. Sasa mnataka tuende na tumeona vile watu wakipatiwa kazi kama hiyo vile wanaenda kufanya, si afadhali tupatie huyo mzee achunge ndio iwarudie? Watu waniwache bana, mimi sitaki mambo mingi. Mwezi Mei mwaka huu, katibu msimamizi kwenye Wizara ya Huduma za Umma na Vijana Rachel Shebesh alikashifiwa ni idadi kubwa ya Wakenya kwenye mtandao alipoweka picha hii ya mafunzo kwa viongozi wa vijana, ila washiriki hawakuonekana kuwa vijana. Kwenye mazishi ya mwenda zake Askofu John Jenga mwezi uliopita, Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na ujumbe maalum kwa Moody. Moody, usiwe na haraka, we still need you. Usiwe na haraka mingi, bado uko na miaka mingi. Don't be in a hurry to join him. Serve us for a little bit longer here. Nafasi zingine za teuzi ambazo zimeibua maswali kuhusiana na nafasi za ajira nchini ni pamoja na ile ya Francis Mudhaura mwenye umri wa miaka 72 aliyeteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya halmashauri ya ushuru KRA, Chris Obure mwenye umri wa miaka 75 kama katibu msimamizi kwenye Wizara ya Uchukuzi, sawa na mwenyekiti wa bodi ya KCC Matu Mae aliye na umri wa miaka 79. Cecilia Wakesho Madhuva, KTN News.